nikwambiaje, zile zitakuwa ni fix. Sasa ndio nashangaa barabara inaibiwaje barabara? I say. Wewe mkasubiri lami hamna. Ile mshikaji muongo sana. Na mimi nilijua kama wewe unanivusha bali kwa mguu. Basi bwana hayo yamekwisha. Bwana mimi ngoja nipumzike ndani. Ila ngoja kwanza Swaiba, kuna jambo moja tukiachana na hayo mastori hayo. Ndio. Bwana mimi kuna issue kidogo ndugu yangu nilikuwa nahitaji niifanye. Nilikuwa kidogo na shida ya angalau kihela fulani hivi. Hata unikopeshe ndugu yangu angalau 50 au 60 tu ndugu yangu, na issue kubwa ya kufanya. Una issue gani unataka kufanya sasa? Asi unajua issue zetu hizi bwana. Wewe nikopeshe tu nitakulipa. Sio kama nakukopesha, hiyo ni pesa ndogo sana. Sawa. Au sio? Umesema bei gani? 50 tu au 60 inatosha kabisa. 60 hapa. Asante Swaiba. Usinilipe wala nini wewe ndugu yangu? Acha nitakulipa. Acha hizo bwana. Basi nitashukuru kwa kweli bwana. Haya bwana. Haina tabu. Asante sana. Ni mbwa tu hao. Pole sana shemeji yangu. Kwa nini hawa mbwa wanashindwa kuwafungia kwenye banda jamani? Pole lakini. Umenishtua sana shemeji. Pole basi, ndio maana nimetanguliza unisamee kwa hayo yote. Ni hao mbwa tu. Vipi lakini mbona umekuwa mnyonge? Huyu bwana yupo hapo? Yupo. Basi niitie nizungumze naye kidogo. Ajisikii vizuri kabisa. Yaani jana hatujalala usiku kucha. Jamani, hiyo muamu moja kwa moja hiyo itakuwa ni malaria tu hiyo. Ndio maana tunaambiwa neti ni muhimu sana kwa kweli. Ila mimi nina jambo moja labda kidogo. Ngoja kidogo kwanza. Nijue tutafanya nini. Sababu huyu ni ndugu yangu huyu. Mimi siwezi nikamwacha anaumwa hivyo anateketea ingali mimi nipo. Kweli kabisa. Yaani hapa siwezi kukuelezea. Frenki. Ndugu yangu, mimi ninachoomba basi hiyo kazi muweze kufanya wenyewe. Mimi nimepata dharura kidogo hapa nyumbani. Aya, nitashukuru Frenki, nitashukuru sana. Aya, haina tabu. Sasa muamu, tufanye jambo moja. Ndio. Mimi naomba kidogo niekimbie kidogo pale nyumbani, kuna vijisenti kidogo, angalau nije kuvileta kidogo ili tuweze kusolve hili tatizo la mgonjwa wetu. Sawa shemeji. Nashukuru sana shemeji. Tumshukuru Mungu, sio mimi mwanadamu. Ila kuna kitu kimoja, vile mimi ni muwai na mke wangu apike vijichakula kidogo tuweze kula sisi wote pamoja na mgonjwa wetu hapa. Asante sana shemeji. Nashukuru sana. Na mimi nashukuru kwa ujumla. Sawa shemeji. Asante. Baadaye basi, baada ya muda kidogo. Bwana Balaa, unajua wewe ni mbwezi wangu kwa kweli. Unajua siamini sasa kama kweli na kuona umepata nafuu angalau. Unajisikia nafuu kweli Bwana Balaa? Sasa hivi niko salama. Nashukuru Mungu. Hata hivyo daktari asubuhi alinipigia simu. Akaniuliza umejamba, nikastuka kidogo. Nikamuuliza una maana gani?
Akanambia unapojamba kidogo ndio unapata kujua kwamba afya yako iko njema au haiko njema. Usipojamba afya yako ndio inakuwa haiko njema. Lakini unapopumua bali afya yako ndio inakuwa iko njema. Nikamwambia nimepiga leo. Unajua hapo unavyofanya hivyo vitu, si unatoa hewa chafu pale kwenye mwili, unaingiza biology. Ile wanaita carbon dioxide. Mambo ya oxygen. Kwa kweli mimi namshukuru Mungu. Kama kweli ndugu yangu uko nafuu, hapo ni jambo la kumshukuru Mungu. Hata mimi niseme asante kwa sababu kipindi ambacho unakuja wewe, mimi nilikuwa sina shilingi 10, sina pengele senge. Yaani wewe ulikuwa kama mkombozi vile, Mungu amekuleta bab. Na kiukweli niseme nashukuru sana. Wewe ni rafiki yangu. Na kwenye urafiki umepitiliza, sasa hivi umeenda kwenye undugu sasa. Unajua mara ya kwanza ile first lady nilivyokuona tu. Mia hapa tulikuwa tunasalimia tu. Sasa hizi salama. Lakini kwa hili tumepitiliza hadi hata kwenye urafiki. Sawa. Sasa hivi mimi na wewe ni ndugu kabisa. Wanasema wenyewe ni ujirani wema. Kweli kabisa. Wewe ni jirani mwema kwangu. Sawa. Na rafiki ni zaidi ya ndugu. Sawa. Mimi bwana Balaa, ninachotaka kusema, kwa sababu hata maandiko yenyewe yanakwambia mpende jirani yako kama nafsi yako inavyofanya nini, unavyoipenda. Ndio. Kwa hiyo mimi ninachosema, wewe sio jirani wala wewe sio rafiki, wewe ni ndugu yangu kabisa Balaa. Kweli kabisa. Na mimi nasema huu ndugu, hakuna mtu yoyote atakaye kuja kuvunja undugu wetu mimi na wewe. Kweli. Hata mimi nasema hakuna mtu yoyote atakuja kuharibu urafiki wetu. Hakuna atakaye kuja kuharibu undugu wetu. Hakuna atakaye kuja kuharibu ukaribu wetu wa mimi na wewe. Mimi nasema hata mke wangu huyu, mimi naweza nikamuongoza huyu. Hata mke wangu mwenyewe hawezi kuvunja undugu wetu huu. Hata mimi mke wangu aseme avuruge undugu wetu. Unaona? Hiyo haiwezekani. Naona ni hao hapo hao. Sasa hivi wamefanana. Ni pacha wangu. Wanatumia losheni moja. Ndio jamani. Vipi jamaa? Vipi tumechelewa? Mmechelewa lakini mmewahi. Mimi naona niwaache, naenda zangu kupika. Hayo mambo ya sokoni hayo. Sasa mke wangu, hapa kuna jambo moja. Leo sitaki kabisa uende kupika kule nyumbani. Nataka uje kupika hapa kwa Balaa, na lile jiko uache utumie jiko la Balaa hapa. Naam. Swadakta. Na mimi hapa story mpaka jioni na Balaa nashinda hapa. Umesikia sasa wewe? Kwa muonyeshe mwenzio mazingira huko. Alafu hakikisha unachukua lile sufuria kubwa lile la sikukuu lile. Sawa. Lile tulochemshiaga bata lile. Ili tupate kula maanjumati maskurudi. Alafu nyie kucheka huko, msije sokoni mkachekea wanaume nyie. Unapiga mikwala. Lazima mikwala wewe. Kuna wanaume masokoni handsome kushinda sisi. Lakini kidogo afadhali vile. Ila Balaa, hivi huyu avijawa huyu kwa nini mimi siku zote nikipita hapa ananisalimia? Cha ajabu leo kaninyamazia. Ana mawazo gani huyu avijawa? Uje bwana, sijakwambia. Wewe kuna kesi inaendelea kule kwa mwenyekiti wa serikali za mitaa. Kipindi ambapo mimi niko shamba, kumbe kuna bwana alikopo anakuja hapa. Avijawa kazaa watoto 9. Sasa mimi nikarudi nikastuka. Mtalisha vipi familia yote? Maisha magumu. Tulishaliwa vizuri. Tukaenda kule kwa serikali za mitaa, mimi nikaenda kushtaki, akanitajia bwanake. Nikaenda kule bwana kawa hataki. Kwa tukaendelea pale na mgogoro. Sasa wale watoto huyu akawa anataka akae nao. Na yule kule anasema basi mimi nigeni watoto tugawane sawa kwa sawa. Mimi nikasema siwezi kugawana sawa kwa sawa, kipato changu mimi kidogo. Nibaki na watoto wawili. Na vijawa mwenyewe. Ushaelewa? Kwa hiyo tukamgea wale watoto 6, hapo tumebaki na hao watoto wawili. Sasa huyu ndo kanuna. Sasa mimi mwenyewe ananichunia. Ngoja nikwambie jambo moja. Kuna haki za wakina mama sasa hivi. Wewe nenda kapeleke kesi hii kwa haki za wakina mama. Angalau yule bwana aliyemtelekeza huyu kila mwisho wa mwezi alete angalau bajeti. Kakataa sasa hilo swala yule bwana. Ndio maana akasema mimi nachukua watoto 6. Wagawane watoto. Kachukua watoto 6 kamwachia. Ila huyu kafanana na watoto wake. Asa wengine. Yaani kuna huyo mmoja mkubwa huyo. Kafanana
Sasa hizi salama za asubuhi. Shogangu, si zamu yangu leo. Usijali. Kwani jamani mimi ngifagia kuna nini? Lakini leo ndio ilikuwa zamu yangu, nisijali vipi? Sakati leo ndio ilikuwa zamu yangu mimi kufagia. Unajua nini? Zile kazi za jana nikaisi wewe ndio utakuwa umechoka kuliko mimi. Kama kazi tumezifanya wote Tausi. Iweje mimi nichoke wewe usichoke? Sawa, lakini mimi nimeamka vizuri na mume wangu kuondoka, alafu sikuwa na usingizi. Tena umekuwa sio ushoga tena undugu. Kweli nimeamini. Kuamkia na asubuhi kwanza kufagia na uwanja choga. Wala usijali jamani. Uwanja sio tu wote. Wala usijali mama, kuwa na amani zote. Kalale na mzee. Asante bwana. Haya poa. Vipi? Mbona mapema? Mapema kuna surprise ya ghafla ambayo imetokea na ina ulazima wa sisi kuwajibika mamangu. Surprise? Nimepata taarifa kwamba mama huko shamba anaumwa sana. Yaani she was very very sick. Hivi muda huu mama anaumwa. Na kiukweli yuko yeye peke yake, hakuna mtu yoyote ambaye anaweza kumsaidia kwa kipindi hichi. Kwa hiyo nimerudi mara moja ili wewe utangulie pale, ukamsaidia mahitaji madogo madogo, alafu mimi mpaka kesho jioni nitafika pale. Ushaelewa vizuri? Nimekuelewa. Sasa nakutanguliza hivi kwa sababu yeye yuko peke yake pale, uende ukamsaidia mambo madogo madogo ishi kanauli. Sasa mbona unaika huko? Siku hizi kuna vijana wanakaba hao. Hatari. Wanakaba hadi kwa kompyuta. Kwa sababu unajiself defense hivi na kwa afadhali. Na hii kwa ajili ya mahitaji madogo madogo ambayo yatakufikisheni kesho. Ushaelewa vizuri? Mimi nafika hapo jioni kwa sababu nimeacha kazi pale, nimetoroka tu mara moja. Pia kuna dawa zake zile ambazo anatumia ugonjwa wake ukimfika hapo. Kwa hiyo utajaribu kununua hivyo vidonge, alafu kesho mimi nikija tutaangalia kwamba kuna kumpeleka hospitali au la. Sawa basi mimi nijiandae. Na ujiandae uende sasa hivi. Sio tena ukae tena hapo uanze kupiga boga songa zako. Naota au macho yangu? Yaani una spidi kiasi gani umeenda na kurudi faster kiasi hicho? Sijaenda mume wangu. Unasema? Sikufanikiwa kwenda. Kwa nini? Wakati unaondoka tunapenda kupata taarifa kwamba gari la maji linakuja leo. Kwa hiyo nikaona jambo zuri, nichute kabisa maji, nitume zile hela kwa mama, kesho asubuhi nitaenda. Au unaonaje mume wangu? Hivyo una akili? Hilo li ubongo lako huko kwenye akili yako iko sawa sawa kweli? Tena unanielezea bila wasiwasi. Maji hamna, nimeenda kuchota maji. Mama nimemtumia hela ngane. Maji na mamangu ni yupi muhimu? Sasa maswali gani hayo? Sio maswali gani? Mimi ninapokuagizia kitu lazima ufuatishe vile vile ninapohitaji. Lakini hela si zimemfikia, nimeshamtumia mama. Sijakuagiza utume hela. Mimi uje na akili yangu, ushaelewa vizuri? Unatakiwa unisikilize. Sio unanisikiliza kama redio alafu unabadilisha station. Wewe bila mamangu mimi uonge nione. Mume wangu, yani kitu gani kinafanya uongee hivyo kwa sauti kubwa namna hiyo kila mtu ajue kisa nimechukua? Nitakuzibua makofi. Nitakuzibua makofi. Kwenye maamuzi yangu usipende kuniingilia. Mimi ninapozungumza kitu kuhusu mamangu natakiwa ufuatishe. Sio unataka kujichukulia maamuzi ati unataka kuchukua maji. Maji yana umuhimu gani katika maisha yangu mimi na mamangu? Sawa, lakini inabidi na wewe uwe muelewa. Kuwa muelewa, tumia na wewe. Nikuelewe nini? Hivi ni katika nyumba nani anatakiwa kusikilizwa? Tena usinizingue, nitakuzibua. Ndakupiga mzinga kama mkofi. Zinga kama mkofi nakwambia. Naomba unisamee. Nikusamee nini? Nikusamee nini? Sasa ili ujifunze, ninachokuagiza ukifuate.
nenda nyumbani kwenu ufundwe vizuri ndo urudi hapa. Sasa mbona umefika mbali? Ondoka, nimekwambia sitaki. Geti la jeshi limefunguliwa, ondoka. Nitaenda kesho asubuhi. Nimekwambia toka, nakupa nafasi hapa, nimefungua geti hili hapa la jeshi. Nenda. Kabla sijaruhusu kurudi. Nenda. Ondoka bwana. Usitaki nijaze watu hapa. Usitaki nijaze watu, na unanijua vizuri. Mimi mamangu anapopata tatizo nikikuagiza na ulipo uende faster. Vipi mwamu? Nimeumia. Imekuwaje jamani? Kuna nini kwangu? Kwa nini tatizo ni mguu. Jamani. Pole sana mwamu yani. Huu mguu ndio ameufanya hivi. Ni maeneo haya. Pole sana mwamu wangu wewe. Ngoja kidogo, jitahidi kidogo. Hebu msaidie mwenzako hiyo ndoo. Naona ni hicho ndicho kimenaniliwi hicho. Ilikuwa kidogo tu. Mimi nilikuwa huko. Ngoja nimalizie aje. Vipi shemeji? Safi, hali yako? Salama, vipi? Salama tu. Mbona sijakutia machoni siku mbili hizi? Nilienda kusalimia nyumbani. Okay, sasa. Vipi? Mbona kama upo sawa? Niko sawa. Nilikuwa nimelala huko ndani sana, naona majinamizi yananikaba tu. Wewe umeanza. Vipi wa bibi yako? Bibi yeye pia ameenda mjini kwao kwa mama yake huko. Naona alikuwa asubiri mimi nirudi yeye aondoke. Ameondoka saa ngapi? Asubuhi tu saa 12. Basi ngoja nifanye mpango wa chakula haraka kuletea shemeji yangu. Usijali. Sasa usijali utakaa na chai. Nilipoamka asubuhi amenichemshia magimbi, nimekuja na chai. Basi baadaye kidogo. Haya. Shemeji, vipi bwana? Habari yako? Safi tu shemeji. Ndio. Ulikuwa unakuja kwangu? Ndio kabisa. Sasa muamu wangu, tatizo ni nini mpaka unakuja huko? Mume wangu amenifukuza. Amekufukuza? Tatizo nini mpaka anakufukuza wewe? Mimi nashindwa hata kuelewa yani. Zungumza tu muamu wewe, ili mradi mimi shemeji yako hapa nipo, hakuna tatizo wewe. Wewe ongea tu, mbona hakuna mbui? Kuna hela nipatie nimpeleke mama yake. Sawa. Sasa ikaja gari ya maji sijana kijijini ilikuja hapa. Kwa hiyo nikaona nichote maji, huo muda nichote maji afu zile hela nimtumie mama. Sawa. Kwa hiyo nikaona sio jambo baya. Kweli nikazituma zile hela. Kumbe mwenzangu hakupendezwa na ile jambo aliporudi. Kwa hiyo akaona kama mimi nimedharau kupeleka zile hela. Kwa hiyo nataka kuniambia hiyo ndiyo sababu ya wewe kukufukuza huko nyumbani? Ndio hiyo shemeji. Kiukweli hilo jambo mimi limenisikitisha kutoka moyoni kwangu kiukweli kabisa. Yaani hawezi kukufukuza kwa sababu hiyo.
Unajua mimi na yule bwana ni ndugu kabisa, yaani ni watu tumeshibana. Ni kweli kabisa shemeji. Na mimi nalijua hilo, ndio maana nimekuja kukuambia. Sasa kinachonishangaza kwa kweli, kama hili jambo limetokea ama vipi, yeye angetakiwa aniite mimi anishirikishe tulizungumze hili jambo, silingeisha jambo dogo kabisa hili wewe. Kweli na mimi nikajua kwamba unajua. Sina lolote ninalojua kwenye kichwa changu. Ila ngoja nikwambie jambo moja shemeji yangu. Kwa sababu wewe tayari umekwisha nieleza mimi nitaenda kuzungumza naye kwa sababu mimi na yule bwana tumeshibana kama unavyojua. Kwa hiyo usipate mashaka, haya mambo yatakwisha kabisa. Ndio tenda kuzungumza naye. Lakini pia nilikuwa kuna nini tena wewe? Kuna barua hii nilikuwa naomba ukampatie. Hayo mambo ya barua hayo. Yaani kuna ujumbe kidogo nimeuandika huko. Akiusoma naona atanielewa. Haina tabu kabisa. Unajua wewe ni mbwanga wangu. Tena wewe ni mbwezi wewe. Wewe nikabidhi hiyo barua. Haina tabu. Hapa kama umemkabidhi punda mizigo lazima utafika tu. Ndio maana nikaonelea kwamba najua itafika kabisa. Haina tabu shemeji yangu. Unajua shemeji, wewe ni mbwanga wangu. Tena ni mbwezi wangu shemeji. Nakutakia kazi njema. Haina tabu shemeji wangu wewe. Haina tabu.
Odi.
kila kitu. Alafu mbaya zaidi sasa Barua kaja kunegea mke wako. Yaani kwamba yeye mwenyewe pia kama hindi mambo mnayofanya. Unajifanya rafiki yangu tunacheka namna gani kumbe unanisaliti mwana? Sasa maamuzi ambayo nitakayochukua mimi ndugu yangu nayajua mimi. Sasa mimi kausha. Ndio kausha. Umeniaibisha, umenizalilisha, yaani umenivua nguo mtaa mzima sasa inawezekana watajua. Ushaelewa? Sasa maamuzi ambayo nitakayochukua mimi niache mimi mwenyewe nitakavyoamua. Nitajua mimi. Sasa usiseme mama. Good. Dawa yako anachemka. Si unajistusha? Utastuka sana. Kumbe ni kuti. Kaniokoa Mungu. Yaani muamu we acha kabisa ninavyokwambia. Yaani mambo yameharibika kabisa yaani ninavyokwambia hapa mwenzako yamenikuta makubwa sana we muamu we acha. Yaani mimi hapa unavyoniona kama nimeenda kuombewa na wale walokole alafu mpepo umetoka kichwani. Kwa hiyo mimi hapa nilipo nimebaki na maumivu. We acha kabisa muamu. Mbona sikuelewi shemeji? Mara mapepo, mara sijui nini. Yaani hata sikuelewi. Yaani we acha kabisa muamu. Si unakumbuka mimi tulivyokutana pale njiani siku ile? Wewe hapo si ukanikabidhi ile pale barua ile? Ndiyo shemeji. Sasa wewe kwenye maisha yako usiseme wewe mzungu hana kichogo. Ushawahi kumnyoa kipala mzungu wewe? Sasa nilipotoka siku ile moja kwa moja mimi nikaenda wapi? Kwa mumeo kule nyumbani kwenu. Ndiyo. Nilipofika pale mumeo mimi sikumkuta wala nini. Nikasema labda pengine kutokana na maugomvi yenu atakuwa ameenda mbali na nyumbani kwa sababu akatoe zile sitesi. Stress shemeji. Mimi sio mtamu kwenye Kiingereza hicho. Sasa nilivyomkosa pale nikaona bora niende nyumbani kidogo nijipumzishe. Si ndio bwana, nikavua hizi hapa nguo zangu bwana nipumzike ili baadaye niende. Kwa hiyo hukumpa shemeji? Sikumpa. Nilimkosa. Shemeji. Usilalamike muamu. Ngoja nikwambie hilo balaa sasa. Sasa mimi nilivyoenda nyumbani si nikavua hizi nguo zangu nilizozivaa siku ile. Kumbe barua mimi niliiweka mfukoni pale. Mke wangu baada ya muda si akaenda kuzifua zile nguo. Sasa yeye alivyofua zile nguo, wanawake mambo yenu si mnayajua kidogo, mnasachi kwenye vimfuko hivyo hapo, ndio akakutana na barua yako sasa. Sasa katika kuisoma ile barua na wewe makosa makubwa umeyafanya. Umeandika ile barua ya msamaha alafu chini wewe ukaandika jina lako, ukuandika jina la mumeo, yani we muamu wewe. Mimi sikuona umuhimu shemeji, kwa sababu mimi nimemwandikia mume wangu barua. Haina haja ya kuanza kuandika majina. Nikajua tu utampelekea moja kwa moja. Sasa ulipofanya kosa la kutoandika jina la mumeo ndio limeleta balaa. Sasa aliposoma vile akaja kujua yeye kwenye akili yake anajua mimi na wewe tunatoka. Na mume wako kashajua na yeye kuwa mimi na wewe vile vile tunatoka pamoja, ni wapenzi. Hapana. Mimi mwantumu nitoke na wewe? Hapana, haiwezekani. Ndivyo hivyo ilivyo sasa. Mimi ninavyokuambia ndio hivyo. Sijui mimi na wewe tunafanyaje hapo yani muamu. Yani mimi nashindwa kabisa kuelewa. Jamani. Kwa itakuwaje shemeji jamani? Ngoja kidogo. Hapo mimi hapo muamu kuna wazo mimi nimelipata. Unajua kwenye maisha binadamu nyuki hana adabu kabisa. Lakini nyuki mkorofi, lakini wanadamu si anatuletea asali ama vipi?
Ndio shemeji. Kwa hiyo sasa nilichoonelea mimi na wewe tushirikiane tuwe kitu kimoja ili tumalize hili tatizo, au unasemaje wewe hapo muamu wewe? Ushirikiano gani tena shemeji? Tukishirikiana si ndio watajua kabisa ni kweli. Ngoja nikwambie jambo moja muamu, mimi na wewe tushirikiane kwa sababu hili tatizo ni kubwa. Mimi nadhani Mwenyezi Mungu atatusaidia tu. Na mimi nitazidi kumuomba Mungu, ataweka baraka zake. Kweli, asante sana shemeji. Mungu ataweka baraka zake muamu wewe. Kweli jamani shemeji. Mimi nashukuru sana hata mimi yani. Shemeji, naona huyu mume wako sasa naona amezamilia ile kiukweli. Kwa sababu hii chokochoko mchokoepweza mambo ya kwini sijui utayaweza. Sasa naona mwenzangu anaweza sasa. Ila mimi ninavyojua ameingia kichaka cha jeshi. Kwa macho yangu mawili nimemuona mume wako yuko na mke wangu. Zewe jinsi wanavyoongea wanashikana shikana, hata macho yao kama anatengeneza kopa hivi. Muona bwana? Sasa nikijumlisha kuhusiana na ile barua, nikijumlisha haya matendo ambayo wanafanyaga haya, na leo jinsi nilivyoona wale wapenzi wana mahusiano thabiti. Sikiliza shemeji, unachokiongea una uhakika nacho? Mimi macho yangu huwa niongopea hata siku moja. Macho yangu ataniongopea vipi sasa? Sikiliza shemeji, naomba mguu wangu nipeleke. Mimi sina maana hiyo. Kuacha kwangu najua kitu gani cha kufanya. Sielewa vizuri. Mimi mwenyewe pia najua kama nina hasira. Shemeji, unaogopa kwani wewe? Niogope ili wewe. Sasa sikiliza nikwambie, hapa mguu wangu. Tena nitamfinya hicho kimwantumu akinijue. Anijue. Mimi nina maana yangu kuacha wale. Wewe kausikila kitu niachie mimi. Ushaelewa vizuri, wewe mtoto wa kike kufanya kitu. Kama mume wako mchepukaji na yule mke wako mchepukaji, wewe niache mimi na dawa ya wachepukaji. Nawaza. Wao sema magamba. Sisi tunagoja. Wewe uko tayari kutoka na mimi? Ndio, mimi nipo tayari. Basi kama hivyo fresh tu, kwa sababu mimi nishaumizwa sana. Sisi hatuwezi kuumizwa. Sisi tu kila siku sisi tuonekane mabwana. Alafu kiboya boya tu. Yaani bora kama vipi mimi natoka na yeye, mimi fresh, mimi niko lazi. Utaitwaje bwana kila siku? Wao wamemwaga boga, sisi tumwaga ugali. Kwa sababu gani kila siku wao tu watumize sisi na sisi tuwaumize? Ngoma ndio. Nani aumizwe hapo? Nani aumizwe hapo? Mnachozungumza nyinyi wawili ni kitu gani? Tangia nipo kule mimi nawasikia nyie mazungumzo yenu hayo. Sasa mimi sitokubali juu ya hili. Mimi ndivyo ninavyosema wewe. Wewe ulichosikia nini? Si hicho mnachotaka kuzungumza kwa mambo yenu hayo. Sasa nikwambie mwanangu, usinipande kichwani. Umesikia? Sasa kama umesikia, uambiwe, usimulie. Habari ndio hiyo mimi sielewi tu. Tausi. Mimi wangu wa fahari. Tausi. Kama tulivyoongea. Wasa mwaga mboga. Sina mwaga ugali. Sasa mimi kosa langu mimi. Wewe Tausi, kosa langu mimi. Kila siku nevutu yani maneno mengi ya kashfa yani. Weta usiwe. Wewe, hebu njoo hapa, njoo, pita. Wewe unaniona mimi mjinga, si ndio? Umetoka wapi sasa hivi wewe? Nataka unieleze umetoka wapi. Kumbe jana pale mlivyokuwa mnapanga miadi na mwenzako yule ya kutoka, ina maana ndio mmetoka, si ndio maana yake? Yaani wewe unanifanya mimi bubumbula, si ndio maana yake? Aya, niambie umetoka gesti gani na mwenzako? Sema haraka mmetoka gesti gani? Nitakupiga mabao. Umetoka wapi na mwenzio wewe? Endelea kuongea. Endelea.
Halo. Mambo. Shwari za huko? Sasa nikwambie kitu. Yaani nilikuwa naomba kuna kitu uniletee. Nitafurahi sana yani. Tena nayo. Nilikuwa na chips, mayai na soda baridi au maji. Poa, nashukuru. Poa. Usisahau basi, unajua siri mpaka uje. Poa. Itakuwa vizuri sana. Poa. Hapo ndipo nilipokuwa napataka mimi hapo. Wewe kwa nini mwanamke unakuwa wewe utulii wewe? Mbona unakuwa kama mbayuwayu wewe? Sikiliza nikwambie. Niwe mbayuwayu niwe ni aya nakuhusu nini? Simu yako. Aya kuhusu. Yaani wewe ndio wa kufanya yote hayo? Yaani kweli hizi dharau ni kitu gani unanifanyia dharau? Mimi nimekukosea nini wewe? Ama kweli hata Dobi ajue kupiga pasi vipi, hawezi kumzidi Cristiano Ronaldo. Yaani dharau mpaka zinafika kwenye kichwa. Ama kweli mimi naliuma sana wewe. Kwa nini unijeleze hivi mimi wewe? Mama, kwa nini umenizaa mama mimi? Hizi ni dharau kabisa, haiwezekani bwana.
mgongoni kakimbia naye mpaka jangwani na troki. Sio na vizuri. Basi usiona sasa kila kitu mimi nitakikaribisha mimi. Nitafanya kila kitu na kila kitu kaenda sawa. Usijichimbie shimo Mbwanga. Sasa ngoja nikwambie kitu Mbwanga wewe. Unajua wewe ni mbwezi wangu wewe. Sana sana. Una jambo moja. Unajua siku zote donda la kichwa ndugu yangu. Mkaguzi ndio uwapo na uona mkono huo. Na uona Mbwanga na uona. Sasa maneno mengi hayavunji mfupa. Kwa hiyo wewe utanishauri vipi ndugu yangu wewe? Sasa swala kubwa nakushauri mie. Siku zote utakapokuja kumuua Lechatu, usimwangalie usoni. Akifanua mdomo hivi pap kakumeza. Wewe ukimwona mpige panga hizi ya kichwa umeua. Kwa hiyo ukitaka nikusulishe mimi jambo lako, wewe nisikilize mie, mguu wako mguu wangu mpaka kwa ule bwana. Mimi naenda kumaliza kila kitu. Yaani usio na haraka la tahofu. Mimi nitamaliza kila kitu, nitaka kitu sawa. Ngoja nikwambie Mbwanga, wewe
Dede mbalimbali magimbiaga. Tukana wandu magimbiaga. Kugega polisi magimbiaga. Gende galimbali magimbiaga. Bwana Chamberlain. Unatoka jasho. Lazima umwagike jasho. Alonga shinoga chako cha mtu shikomo, chako kitamu cha mtu kichungu. Unanivaishaga sana. Niambie ndio. Unajipi wewe? Kingo. Niambie. Nilikuwa nakutafuta nikimaliza kazi hapa. Nije nyumbani kwako mguu kwa mguu. Kulikoni tena? Yule jamaa wetu wa Kipemba yule tunamjua. Huyu Mpemba huyu bwana Dododo. Ilichompata Dododo shehe wangu hatari. Dododo amekula shipondo. Umanye shipondo? Kabutuliwa. Kubutuliwa sifa. Kabulanga matiki. Magumi. Makofi. Tatizo nini? Ni bwana. Sije tu alisema tu kwamba bana kaenda kule, kaenda kwa mshikaji kule. Na yule rafiki yake shemeji yako. Wakaenda kule, sijui kuna mambo yanaendelea kuongea kule. Sasa ndio kaenda kama si shahidi sijui nani. Kule kabla hajaongea teke. Gumi. Domo hili hai. Shinda kuita ile bwana. Unaweza ukanipa fununu kidogo. My friend. Ni kweli. Unajua bwana hapa katikati hapa. Kati ya dadangu mimi na shemeji yangu bwana Balaa na rafiki yule. Rafiki yake yule mfupi yule. Kuna matatizo fulani hapa katikati ya ndoa yameingiliana. Inawezekana huyo Mpemba bwana Dododo kafika pale anataka kusuluhisha sasa. Sasa katika kusuluhisha masuala ya ndoa kaenda bila discipline. Hayo mambo ya ndoa. Inawezekana jamaa alikuwa mbea. Na wao wanasema acha umbelenge mambo bado utaipata. Acha umbelenge mambo bado. Umeona? Kwa ndio hivyo bwana. Hata kama ni wewe au ni mimi. Ukiwa unasuluhisha masuala ya ndoa na nini ukija kwangu mimi na familia yangu. Ukija bila discipline nakupa discipline. Bwana. Kama kawaida. Hivi mwenyewe nimetoka kwenye mishemishe zangu. Hivi tukitulia hivi naelekea Kilingeni. Kupata kazi. Ukimaliza baba twende. Nakuja kwenda. Rafiki yangu. Wewe ndio rafiki yangu. Mama Chamberlain. Discipline inatakiwa kwa binadamu wote. Discipline, pure discipline. Wacha bwana. Acha umbelenge mambo bado utaipata. Kama kawaida. Bwana. Wasalimie huko. Una shida bwana. Mwambie Mpemba bwana pole bwana kwa kujua bulanga makofi. Discipline. Ngamjua bulanga. Blungu chibidu. Benga. Kiana. Kendigeli mbali magenge. Yaani kiukweli muamu, kama mimi nilivyokuambia, kiukweli haya matatizo yashakuwa makubwa kiukweli. Yaani mpaka mimi mwenyewe yananikatisha tamaa sana. Na hakuna mtu mwingine anayeweza kuyamaliza haya matatizo isipokuwa ni wewe muamu kiukweli. Yaani mimi sina raha katika haya maisha yangu kiukweli. Pale nyumbani ninavyokuambia muamu, hakukaliki kiukweli. Yaani mke wangu ninavyokuambia amekuwa mbogo kabisa. Yaani yale masuala ya nyumbani kama kupika, labda kuniwekea maji ya kuoga, yaani hivyo vitu kwangu vimekuwa havipo kabisa. Inaniuma, yaani inanikijiko kabisa, sio kuniuma. Yaani kiukweli muamu, mimi nateseka sana. Na wewe ndio wa kunisaidia mimi. Yaani yeye kashaamini kabisa kuwa mimi na wewe tuna mahusiano. Alafu kinachoniumiza kabisa kikubwa, nimeshuhudia mimi kwa macho yangu haya unavyoyaona haya. Nimeshuhudia na masikio yangu yamesikia hapo maneno yao. Yaani wanapoelekea huku wale watajenga mahusiano kabisa, wale kutukomoa kabisa mimi na wewe. Unasema kwamba watafikia watakuwa na mahusiano? Ndivyo hivyo ninavyokuambia, sadiki haya maneno yangu mimi. Yaani kiukweli haki ya Mungu mimi nasema. Hapa tuko wazi kabisa. Mungu mwenyewe anatuona. Mimi siwezi kukuongopea. Matatizo yamekuwa makubwa na wewe ndio muamuzi wa mwisho juu ya swala hili. Yaani roho inaniuma sana shemeji. Roho inaniuma sana haya mambo yanavyoenda jamani. Mimi nimewasikia kwa masikio yangu haya. Ili swala litaisha shemeji, kwa sababu nimeshaongea na babake mdogo. Amesema kwamba ataongea naye na anamsikiliza sana babake mdogo. Kwa hiyo na imani kabisa yani
itaisha. Na hapa ninavyotoka hapa ninaenda kwa mkwe wangu mama yake Baraka. Kwa hiyo yaani naenda kumwelezea yote haya yaliyotokea, labda na yeye ataweza kutusaidia. Kwa hiyo unavyo nitaka kuniambia Muamu, kila kitu kitakuwa sawa? Kila kitu kitakuwa sawa shemeji yangu. Mimi mwenyewe naumia sana, nampenda sana mume wangu sana, na wewe unajua shemeji, na mimi na wewe ndo tunajua kwamba mimi na wewe hatujawahi kutembea. Hilo mimi nalifahamu, na ndio maana nasema kuwa kama kweli utanisaidia juu ya swala hili na likaisha, mimi kwa kweli moyo wangu utakuwa na furaha sana. Yaani nitashukuru, tuwe bega kwa bega. Wewe ndio wa kumaliza hili tatizo kama nilivyokuambia. Ni kweli kabisa. Yaani mimi leo naniuma sana shemeji, lakini yataisha. Basi kama ndivyo hivyo, basi mimi nashukuru sana Muamu wangu. Kama mambo yatakuwa bie, mimi nitafurahi kabisa. Yaani hata mimi pia nitafurahi. Sasa sipendi tunapokaa hivi. Basi tumuombe Mwenyezi Mungu. Mimi nadhani kila kitu kitakuwa sawa. Na istoshe, mimi sikutegemea kama mngeweza kuishi hivi, na kwa sababu hizi habari nilizisikia siku nyingi tu, kama wiki 2 zilizopita, lakini sikuziamini, na kwa kweli ni jambo la kusikitisha. Lakini nachotaka kukwambia, ondoa shaka katika hili, kwa sababu yule ni mwanangu na ninamudu kwa chochote kile. Sasa kwa kuwa ndio iko hivyo, mimi nadhani mwanangu uwe mvumilivu, uwe na subira, kwa sababu kama unavyofahamu hata vyombo kwenye kabati vinagongana, lakini mwisho wa siku vinatulia. Lakini haiwezekani kwamba nyinyi ugomvi huu haingii akilini iwe nyinyi msijuane kwa kheri wala kwa shari. Sasa nachotaka kukwambia mwanangu, hapa ulipofika ni mahali mwafaka. Yaani mimi leo inaniuma sana baba, na mwenzangu hanielewi kabisa. Sasa mimi nakwambia usinung'unike, usighadhibike, ondoa wasiwasi. Mimi najua nitafanya nini. Nitamuita mama yake, nitaongea nayo, na baada ya hapo majibu mimi nadhani utayapata. Sasa kwa hiyo hilo moja kwa kweli kinachotakiwa uwe na subira, uwe mvumilivu, then ndio utakaa na maisha. Kwa hiyo mimi nadhani hiyo ni changamoto katika maisha. Kweli baba, kwa sababu mimi namheshimu sana mume wangu na nampenda sana mume wangu, na shemeji yangu pia namheshimu. Yaani siwezi kufanya kitu kama hicho, siwezi baba. Labda nikwambie mwanangu, umefanya jambo jema sana kwa kesi kama hii kuitwa kuipeleka polisi au kwa mjumbe, kwa kuwa hapo ulipoileta ni mahali pake, lama uende kwa wazazi kwa kuielezea. Sasa mimi ninachotaka kukuambia mwanangu, ukisikia ufahamu huo ni ufahamu, na vile vile nikwambie ukisikia mwanangu, wakati baba yako uko kwa baba yako na mama yako anakuambia mwanangu kuwa uyaone, sio uyaone magorofa, hapana, uone hali halisi ya maisha. Sawa baba. Umenifahamu vizuri Haya, asante. Mimi nadhani uwe na amani tu mama mama, hii ndo dunia, na umefanya jambo jema kuja kumuona mzee, kwa sababu wazee ndio wenye hekima na busara. Kwa hiyo hekima yangu na busara yangu mimi na imani kabisa hapo ndo wakati wake na itafanya kazi. Asante. Asante mwana. Ufike salama. Asante. Asante sana. Maisha ya vijana. Haya mama, nisalimie huko. Asante baba. Asante. Huwezi kuamini yani, mpaka watu wanafikia kiasi hichi cha kupaka ukataana. Mwangalie mtoto alivyokonda, mawazo na nini inakuaje? Lakini maelezo yote nimeyasikia, kesi nzima nimeipokea. Kiukweli kabisa maamuzi uliochukua bwana Balaa ni maamuzi magumu. Kufikia leo wewe kufarakana na mke wako kwa sababu hakwenda kumuona mama yako, ukatumia nguvu nyingi, ikafikia kipindi ameshindwa hata kujitetea mkeo, matokeo yake ameondoka kwao. Matokeo yake leo, matokeo yake imekuwa sasa baina ya wewe na rafiki yako ugomvi, hamuelewani, sababu kwamba kumbe yeye mke wako alichokifanya, yeye aliamua kuandika barua kwa ajili ya kutafuta suluhu. Sasa matokeo yake hivi karatasi nyeupe na wino wa blue ndio iwe mfarakano wenu nyinyi. Haipendezi kwa kweli. Hasira siku zote. Haifai kuwa na hasira. Mimi baba yako mdogo. Nimezaliwa
tumbo moja na baba yako mzazi. Toka nitoke. Bwana, mama yako hapa yupo. Kama limetokea hili umeliona gumu, kwani usije kumwambia mama yako? Ukamfuata baba yako akakupa hekima, busara, yasingetokea haya yote haya. Eti mama yako, wewe unasemaje katika hili? Kiukweli mimi naumia sana na nimeumia sana kwa sababu huyu mtoto wangu na huyu mtoto wangu walikuwa watu hawafahamu kama hawa ni marafiki, watu wanajua ni ndugu wa tumbo moja. Huko alipotokea mpaka sasa hivi walikuwa wanapendana, hakuna mtu anojua. Mtu mpaka aambiwe kijijini hapa, mpaka mtu aambiwe yule na yule ni mtu na rafiki yake. Mapenzi ndio yafanye hivi? Hakuna. Mmependana sana kipindi cha nyuma. Sasa hivi imefikia stage ya sasa hivi ndio eti mnafarakana, mpaka mnapigana, mpaka mnatishana kuuana, mnatishana. Yote ya nini? Yote ya nini wanangu, wakati sisi wazee wenu tupo? Nimeumia sana. Ila mimi sina la kusema wala sina la uamuzi, ataamua baba yenu mdogo. Ni kweli inasikitisha sana, tena haipendezi. Na hili nalowaambieni kwamba kama alivyozungumza mama yenu kwamba nyinyi mmekuwa ndugu, udugu wenu umekuwa kama wa kuzaliwa baba mmoja mama mmoja. Sasa leo mnawapa watu faida. Leo hii mke wako awe mbali na mkewe bwanga, kweli itapendeza? Haipendezi. Sasa basi nachotaka kuambia, siku zote mnapopata tatizo kama hilo, watafute wazee, watafute wazazi, wanakusawazisheni, matatizo yenu yanakwisha. Nasema kwamba hili tatizo liwe mwanzo na mwisho. Sawa? Sasa mimi nasema, mimi ndio baba, mimi ndio kidume wa mtaa huu na ndio kidume wa hapa. Nachotaka kuzungumza, hii leo imekuwa suluhu, hakuna mbaya nani, hakuna mzuri nani, nyinyi wote ni wazuri. Leo hapa mtaungana kama zamani. Na sasa hivi simameni, mpeane mikono.